amina. Wapenda amina. Usianzishe jambo ambalo haujafanya tathmini, haujafanya research, hujafanya utafiti. Fanya utafiti kwanza wa jambo, wapi unakwama, wapi unaweza, wapi hauwezi. Tafuta tatizo kwanza, ulijue tatizo kwanza. Nina uwezo kwenye eneo hili hapa, nina uwezo hapa, mimi ni mdhaifu hapa. Lazima ujue kwanza tatizo. Katika habari ambazo tulisoma za watu hawa wanne wakoma, utagundua ya kwamba palikuwa na tatizo, na hawa watu kabla ya wakati, kabla ya kuchukua hatua, waligundua tatizo. Kuna biashara nyingi leo zinaanzishwa, kuna makampuni mengi yanaanzishwa, kuna shule nyingi zinaanzishwa, kuna jambo linaanzishwa, lakini kwa sababu ya kutokufanya utafiti kwanza, anaanza kidogo, anafunga, anaanza kidogo, anafeli. Na nikasema kanisa sio chombo dhaifu. Kanisa ni chombo ambacho kina nguvu ya ajabu. Kila mahali mtu wa Mungu ulipo, wewe umeitwa kupindua ulimwengu, umeitwa kupindua kipato, umeitwa kupindua mtaa kabisa. Na tabia niwashuhudia hapa, niliwashuhudia siku moja hapa, nikawambia hivi, hata mahali unapokaa umeitwa kupabadilisha. Jamani sana, mimi hata kwenda kuishi, mimi namshukuru Mungu. Niliingia mahali pale pakiwa na wewe patoro, pakiwa na uhuru wa kila aina. Leo hii ambapo tulikuwa mahali pale wanaweka, simefahamu nyimbo zao za ajabu, yaani wanaweka mpaka na nyimbo na shangaa, ndo wanaanza kucheza, wanabeba, yaani wameshika hivi. Ilikuwa ni balaa. Na nyinyi mnaelewa, watu wa pwani, si ndio? Wanaanza kufanya mambo ya mchungaji yuko kwenye mtaa ule, mchungaji yuko pale, inapigwa nyimbo za ajabu, halafu watu wanaanza kufanya mambo yao, matamshi ya ajabu, wanalewa kwa ajabu. Nikamwambia Bwana, umeniweka hapa, mimi ndio kuhani wa huu mtaa. Wale leo wanaenda kanisani. Amen. Yaani wale leo ukipita unasikia gospel inapigwa ndani ya nyumba, unasikia nibembeleze, unasikia mimi nilikuwa hivi wa zamani, sio sasa. Unasikia Yesu akitajwa, nasema Yesu asante. Kwa nini? Kwa sababu kanisa ni chombo hatari kinachobadilisha. Wewe ndio kanisa. Hata mtaa wako lazima watu wajue kuwa wewe ni nani. Wewe ndio chombo dhaifu. Fanya utafiti kwanza, lugha nyepesi, ulijue tatizo lako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndugu zangu, amina. Kwa hiyo niligundua, na nikasema jambo la kwanza kwamba mahali walipokuwa nakaa, mahali walipokuwa hapakuwa sahihi, palikuwa na njaa. Na wakaanza kuambizana, imani hapa tuka hapa kuna nini? Kuna njaa. Na kwa sababu kuna njaa, nini kifanyike sasa? Wakaelewa, pendo, elewa mazingira. Ninakuomba elewa, usianzishe jambo, usiingie kwenye huduma, elewa tatizo. Amina watu wa Mungu. Na nikamwambia hata hapa kanisani tunapomhitaji Bwana tuzidishe, lazima tujue tatizo. Kila mahali tujue tatizo. Ukishalijua tatizo, anza kushughulikia kwanza na hilo. Maana ukishashughulika ndio matokeo. Wewe unaajiriwa hapa kazi, mwezi mmoja unafukuzwa. Hapa wakuja hapa mwezi mmoja unafukuzwa. Yaani wewe ni mtu kufukuzwa, sawa. Hata kama hiyo kazi wana shida hao watu, haiwezekani mara 3 mara 4. Wewe una tatizo. Tamani sawa? Yaani mimi na kwa ajili, yaani nitungiwa na kwa ajili. Mwezi mmoja ondoka. Unakuja kwa mzee wangu hapa ni Faraja. Mwezi mmoja ondoka. Unakuja hapa ondoka. Hapana. Hawa hawana shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kila mtu akuseme wewe tu?
kabisa ulijue. Bwana Yesu na asifiwe sana. Watu wa Mungu, amina. Wapendwa, amina. Sasa watu hao waligundua nini tatizo? Waligundua shida iliyokuwepo, wakasema hapa kuna njaa. Bwana Yesu asifiwe sana.